Napenda kumtukuza Mungu kwa ajili ya ratiba ambazo zimeendelea, lakini pia nimshukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipa kipekee kuwa pamoja nanyi katika wiki hii nzima. Pia nipende kumshukuru mchungaji kwa hivyo niamini, kwa sababu ana mamlaka kwenye hii madhabahu. Angeweza kuchagua mtu mwingine yoyote, lakini neema imekuja kwangu, na uwe na uhakika kama imekuja kwangu, kipo kitu Mungu ambacho amekusudia kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, nimesimama hapa ninacho kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Isaya Mbwambo, natoka usharika wa Karanga kwa mchungaji Saria. Wakati nakuja huku yeye alikuwa ametoka, yuko mtaa mwingine, kwa hiyo sikupata nafasi ya kuongea naye, lakini ni moja kati ya baba ambaye amekuwa pamoja nami kuweza kulea kitu ambacho Mungu amenipa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama Mungu neema kwa wiki hii, sio wiki ya mchezo. Sio wiki wa mchezo. Kuna kitu ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yako. Basi bila kupoteza wakati, naomba niende moja kwa moja kwenye kitu ambacho nataka kuzungumza na wewe. Wakorintho wa kwanza, ule mlango wa kwanza, ule mstari wa 17. Wakorintho wa kwanza, ule 17 na wa 18. Biblia inasema hivi: maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Anasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amenipa neema ya kufundisha, kwa hiyo kwa wiki hii kama mkao wa kujifunza, pamoja na kwamba tutapata nafasi ya kuomba, lakini kama mkao wa kujifunza. Kwa hiyo kama haujapata nafasi ya kuja na notebook yako kwa ajili ya kuandika, kesho pata nafasi ya kuja na notebook, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza habari ya mtume Paulo. Anasema kwenye mstari wa 17. Anasema maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Hebu sema usije ukabatilika. Maana yake kitu Paulo anachotaka kuongea, maana yake anataka kuongea kwamba mahali popote nitakaposimama kwa ajili ya kuongea neno la Mungu, kwa ajili ya kuongea kitu ambacho Mungu amenipa kwa ajili ya watu, nisije nikajikuta naongea lakini ile nguvu ya msalaba, lakini kile kilichobebwa na msalaba nikajikuta ya kwamba hakionekani, au nikajikuta ya kwamba hakipo kwa ajili ya kusaidia watu. Ndio maana anasema asije akaibatilisha, manake akasababisha ile nguvu ambayo imekusudiwa kwa ajili ya kusaidia watu, unashangaa haitoki kwa ajili ya kusaidia watu. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ya aina ya mafundisho ambayo ataenda kuyasema mbele za watu. Lakini anazungumza kwenye mstari wa 18. Anasema kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini wale wanaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapoamini msalaba wa Yesu kuna nguvu. Na pamoja na kwamba kuna nguvu, maana yake ni kwamba wewe unatakiwa kuamua ya kwamba hiyo nguvu ya msalaba unataka kuitumia kwa upande gani. Lakini kwa wiki hii nataka tuitumie nguvu ya msalaba kisheria. Manake kuna vitu ambavyo tumefungwa kwenye familia kihalali, kiasi kwamba tunajaribu kutoka tunashindwa, tunajaribu kupiga hatua tunashindwa. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho tumeshikwa kihalali. Manake shetani ana uhalali wa kusimama kusema huyu mtu hatakiwi kutoka hapa, huyu mtu hatakiwi kwenda kiwango fulani, huyu mtu hatakiwi kupiga hatua fulani. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ana uhalali kulingana na aina ya maisha tulioishi, tuliotoka kwenye vizazi tulivyotoka, kwa mababu tuliorithi. Manake kuna vitu ambavyo vimesababisha shetani akapata uhalali kwenye familia. Ndio maana sasa kuna vitu ambavyo tunajaribu kupambana lakini hatutoki. Lakini kwa wiki hii nimemuomba Mungu tuweze kuiona ile nguvu ya msalaba kisheria, ili tuweze kupambana katika ulimwengu wa roho, katika kila uhalali ambao shetani anao kwenye maisha yetu, ili tuweze kufika mahali ambapo Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa maana yake ni kwamba wiki hii tutapata nafasi ya kutumia hiyo nguvu. Haijalishi ameshika watoto wako kwa miaka mingi, haijalishi ameshika hatima ya watoto wako kwa muda mrefu, haijalishi ameshika ndoa yako kwa muda mrefu. Ninachokijua, ile nguvu iliyopo kwenye msalaba wa Yesu ina uwezo wa kupita na kumlipa shetani uhalali alionao. Na tukishamlipa uhalali alionao, manake katika ulimwengu wa roho anakosa hati ya kukushtaki. Katika ulimwengu wa roho anakosa uhalali wa kuendelea kukutumikisha. Kwa uwe na uhakika, ule uhalali ukishaondoka, manake uwe na uhakika hana tena mamlaka ya kukushikilia. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho tayari kuna hati imeshaachiliwa ya kwamba huyu mtu anatakiwa kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usikae katika mkao wa kuona kama vile maisha ambayo unayoishi ya mateso ni haki yako. Usikae katika mkao ambao inawezekana kuna vitu unavipitia ambavyo ndani yako vinakuumiza moyo, ambavyo ndani yako vimekuumiza kiasi kwamba huoni thamani ya maisha ulionayo. Kitu ninachotaka kukwambia, ipo nguvu katika msalaba wa Yesu ambao katika wiki hii tutaitumia, na lazima kieleweke katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambalo nataka tuweze kuliona, jambo la kwanza ambalo nataka tuweze kuliona, ulimwengu wa roho unatawaliwa kisheria. Ulimwengu wa roho unatawaliwa kisheria kutoka pande mbili tofauti. Kile kitabu cha Warumi ule mlango wa 8, Warumi mlango wa 8 ule mstari wa kwanza na wa pili. Warumi mlango wa 8 ule mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Wasomaji wa Biblia hapo wanaelewa kabisa ya kwamba Biblia inazungumza habari ya sheria mbili. Inazungumza habari ya sheria ya roho uzima, alafu inazungumza habari ya sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunapozungumzia ulimwengu wa roho au uko hewani, maana yake kuna sheria zinazotawala, na sheria zinazotawala hakuna sheria zaidi ya hizi mbili. Iwe ni sheria ya roho uzima au ni sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama maisha yako yakitawaliwa na sheria ya roho uzima, maana yake uwe na uhakika matukio utakayoanza kuyaona kwenye maisha yako yanakuwa yanaashiria uzima. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya sheria inayotawala. Lakini kama maisha yako yakitawaliwa na sheria ya dhambi na mauti, maana yake automatically katika ulimwengu wa roho utashangaa kwenye familia yako au kwenye maisha yako, unashangaa kuna matukio yanayokuja yaliyobeba mauti. Kitu gani kinachosababisha? Kwa sababu ya aina ya sheria inayotawala katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi wanashindwa kuelewa hizi sheria jinsi zinavyofanya kazi, na wanapata shida. Kwa nini? Kwa sababu hizi sheria ndizo zinazoachilia nguvu ya hizo roho kuanza kupambana na wewe. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani sheria ya roho uzima ikutawale alafu ushangae ya kwamba matukio yanayotokea kwenye familia yao yamebebwa mauti. Haiwezekani. Maana yake katika ulimwengu wa roho kuna utawala tayari ndio unaosababisha aina ya matukio kutokea. Na ili uweze kubadilisha aina ya matukio ambayo yanatokea kwenye maisha yako, maana yake kitu cha kwanza lazima udili na hizi sheria zinazofanya kazi. Maana yake hizi sheria zikibadilika, maana yake uwe na uhakika na aina ya maisha yataanza kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu kinachoipa nguvu roho inayotenda kazi ni aina ya sheria inayotenda kazi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu ngoja tuangalie hizi sheria kwa kuzichambua sheria moja moja. Tuangalie hii sheria ya roho uzima. Tuangalie sheria ya roho uzima inavyotenda kazi na mipaka yake. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza ule mstari wa 17 na wa 18, Biblia inasema hivi: nami nilipomuona nalianguka miguuni pake
kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Hebu sema, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Huyu ni Yesu. Anaongea kitu ambacho alichokifanya pale msalabani, na aina ya matokeo aliyoyapata katika kitu alichokifanya pale msalabani. Anazungumza ya kwamba alikuwa amekufa na sasa yu hai, lakini uhai alionao manake hauko bure. Kuna mamlaka alionayo, kuna mamlaka aliyomnyang'anya shetani, na mamlaka aliyomnyang'anya shetani ni mamlaka kuhusu mauti na mamlaka kuhusu kuzimu. Kwa sababu anapozungumza habari ya funguo, manake anazungumza habari ya mamlaka. Ni kitu gani ambacho anachotaka kutuonyesha? Manake anajaribu kutuonyesha ya kwamba pamoja na kwamba Adam alifanya kosa na mauti ikapata nafasi ya kutawala ulimwenguni, na ikawatawala hata wale ambao hawakufanya dhambi ifananayo na Adam. Manake ni kwamba kwa tafsiri hiyo inatuonyesha Adam alipofanya dhambi, manake mauti ilipata nafasi ya kutawala ulimwenguni. Na ilipopata nafasi ya kutawala ulimwenguni, manake kitu ilichokuwa inafanya, ilikuwa inapambana na hatima za watu. Ilikuwa inapambana na vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani ya watu ili waweze kufanikiwa kwa namna ambavyo Mungu alivyokusudia. Lakini kwa sababu mauti ina nguvu, kwa sababu kuzimu ina nguvu, manake ilibidi sasa Yesu atafute mamlaka ambayo inaweza kuzidi mamlaka ya kuzimu, ambayo inaweza kuzidi mamlaka ya mauti. Ili nini? Ili sasa ile nguvu ya mauti ambayo ina uwezo wa kupambana na kipawa chako, ina uwezo wa kupambana na hatima yako, manake ikose nguvu, ikose mahali pa kuweza kupambana na wewe. Kwa nini? Kwa sababu Yesu tayari anao ufunguo. Yesu tayari anayo mamlaka. Ni wewe tu labda uamue kwamba kuna kipawa nimepewa, kuna hatima Mungu amenipa, kuna hatima imewekwa kwa watoto wangu, lakini kuna mauti imesimama kuweza kuwazuia wasifike mahali. Labda wewe tu uamue kutokutumia mamlaka ambayo Yesu amekupa, labda uamue. Lakini ukiamua kwa mamlaka ambayo Yesu anazungumza ya kwamba alikuwa amekufa na sasa yuko hai, anayo funguo ya mauti na ya kuzimu, manake uwe na uhakika katika ulimwengu wa roho. Ukisimama kwenye nafasi yako, manake una uwezo wa kutamka neno, na lile neno likawa na nguvu si tu hapa duniani, manake linaweza kuwa na nguvu mpaka kuzimu, manake linaweza kuwa na nguvu mpaka kwenye mauti. Manake mauti ambayo inaweza kupambana na wewe, manake inakosa mamlaka. Kwa nini? Kwa sababu ya kitu ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kuzungumza hivi nataka nikueleweshe nini? Kwa kuzungumza hivi nataka uelewe ya kwamba sheria ya roho uzima ina uwezo wa kutawala mbinguni, ina uwezo wa kutawala duniani, ina uwezo wa kutawala kuzimu. Unasema kwa nini? Kwa sababu hawezi kusema anao ufunguo wa kuzimu kama hana mamlaka na kuzimu. Manake ni nini? Manake ni kwamba haijalishi kuzimu kuna hatima yako ameficha katika ulimwengu wa roho, katika kitu ambacho Yesu alikifanya. Manake alikuwa analipa uhalali wa kubatilisha ile sheria ya dhambi na mauti ambayo Adamu aliifungulia mlango ili kuweza kuzuia vipawa vya watu, ili kuweza kuzuia hatima za watu. Ili nini? Ili sasa mtu akisimama kwa kutumia nguvu ya msalaba, kwa kutumia nafasi ambayo Yesu aliiachilia pale msalabani, manake haijalishi kuzimu inapambana na wewe, manake ukitumia mamlaka uliopewa katika jina la Yesu, manake una uwezo wa kuiamuru kuzimu iachie hatima yako, na ikaachia kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sasa hivi tuna Wakristo na tuna walokole ambao wakisikia kuzimu wanaogopa. Kwa nini? Kwa sababu bado hawajaelewa mamlaka waliopewa, bado hawajajua nguvu walionayo. Manake ni kwamba ukielewa ya kwamba Yesu akufa tu ili uweze kwenda mbinguni peke yake, ukielewa ya kwamba Yesu akufa tu ili upate uzima wa milele peke yake, manake ukielewa kuna kitu cha ziada
ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Manake kuna maisha ambayo unaishi sasa hivi utaanza kujutia. Unasema utajutia nini? Utajutia kwa nini ukujua mapema kitu ambacho Yesu alikifanya miaka mingi iliyopita. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna haki zako nyingi ambazo Mungu amekusudia uweze kuishi katika kipindi hichi. Lakini kwa sababu shetani anajua ya kwamba ukijua manake utaenda kumdai, kwa hiyo manake anakuwekea hofu ili usiweze kupambana na yeye kwenye masuala yanayohusu kuzimu. Na kwa sababu kuzimu ni eneo ambalo linapambana na hatima za watu, manake ndilo eneo ambalo shetani anakaa, ndio makao ambayo ameweka kule, ndipo ambapo ndio chanzo cha kuachilia nguvu zake. Kwa hiyo watu wengi wanafanya vita na mapepo, lakini si watu wengi wanashughulika na malango ya kuzimu. Ndio maana Yesu wakati anampa kazi Petro alimwambiaje? Malango ya kuzimu hayatakushinda. Kwa nini? Kwa sababu tayari alikuwa na mamlaka kuhusiana na kuzimu. Manake alijua ya kwamba leo niko hai, lakini ziko siku 3 zinakuja nitakufa, nitapata mamlaka kuhusiana na kuzimu. Haijalishi ya kwamba leo kuzimu inapambana na vipawa vya watu, ni kwa sababu bado sijafa, ni kwa sababu bado sijachukua damu yangu na kuipeleka patakatifu pa patakatifu na kufungua mlango ili kila mtu aweze kuingia, kuweza kudai haki zake ambazo Mungu amekusudia kwa ajili ya maisha yake. Kwa hiyo manake alikuwa anataka kumuonyesha Petro, haijalishi ya kwamba leo unajiangalia hivyo, lakini ndani yako kuna hatima kubwa nimeiweka kwa ajili ya kanisa. Na hatima niliyoiweka ndani yako, manake sio kwamba upinzani utakuwa haupo, upinzani utakuwepo, malango ya kuzimu yatainuka. Lakini shida si malango ya kuzimu kuinuka, shida ni kwamba kuna mamlaka niliyoweka ndani yako. Petro, ni kazi yako kukubali. Kama utakubali ya kushinde ni sawa, lakini kuna kitu nimekifanya kwa ajili yako. Manake kile nilichokifanya ukiamua kukiweka kwenye matendo, manake kile ambacho Mungu amekusudia juu yako lazima kiweze kutokea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni vitu ambavyo lazima uweze kuelewa. Manake usipoelewa ya kwamba sheria ya roho uzima ina uwezo wa kutawala mbinguni, ina uwezo wa kutawala duniani, ina uwezo wa kutawala kuzimu, manake uwe na uhakika kuna maeneo mengine ndani yako utaogopa kuyakemea, utapata hofu. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukafikiria kwamba hauna mamlaka mpaka huko. Lakini Yesu alitaka kutuonyesha ya kwamba katika ulimwengu wa roho tunayo nafasi kubwa. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Waefeso ule mlango wa 1 kuanzia ule mstari wa 17, Paulo anajaribu kuongea kwa habari ya kanisa la Efeso ili waweze kujua mahali ambapo Yesu amewaketisha. Na kuna namna fulani anaongea, anawaambia sijawaketisha katika ulimwengu huu tu, nimewaketisha hata katika ulimwengu ujao pia. Manake usijaribu kuangalia ya kwamba mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu ukafikiri hauna mamlaka, lakini mamlaka ulionayo si katika ulimwengu huu tu, ni hata katika ulimwengu ujao pia. Alafu anazungumza anasemaje? Ameviweka vitu vyote chini ya miguu yake kwa ajili ya kanisa ambalo ndio mwili wake. Sasa cheki, kanisa ni nani? Kanisa ni mimi na wewe. Lakini cheki, hatutembei katika mamlaka ambayo ametupa, hatutembei katika viwango vya agano tulilopewa. Tumepewa agano lenye ahadi zilizo bora, lenye maisha yaliyo bora. Lakini cheki, tunaishi maisha utafikiri watumwa. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ndani yetu hatujaamua kutembea katika mamlaka ambayo Mungu ametupa. Angalia shetani anavyotutesa. Shetani anavyotutesa kwa watoto Mungu aliyotupa. Angalia shetani anavyotutesa kwenye ndoa ambazo Mungu ametupa. Lakini Mungu akikaa pale mbinguni akiangalia duniani, anakuona wewe mtu ambaye una mamlaka duniani, una mamlaka mbinguni, una mamlaka kuzimu. Ndio maana anasema una uwezo wa kufunga kitu chochote mbinguni, una uwezo wa kufunga kitu chochote duniani. Manake hiyo mamlaka kwa nini hauitumii katika vitu ambavyo vinapambana na wewe kuweza kukuzuia kuweza kufika mahali ambapo Mungu amekusudia? Lakini ashukuriwe Mungu ambaye ametuma neno hili kwa wiki hii. Ninajua kabisa ziko hatima za watu ambazo inawezekana kuna mahali zimeshikiliwa, inawezekana kuna miungu imeshika. Miungu ni kitu kidogo sana. Kwa nini? Kwa sababu tunaye mfalme wa wafalme, tunaye Bwana wa mabwana, tunaye simba wa kabila la Yuda. Manake tunaweza kutumia sheria ya msalaba kuweza kulipa madai tunaodaiwa katika koo zetu, katika familia zetu, tukaweza kufika mahali alipokusudia Mungu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe changamoto moja.
nataka nikupe changamoto moja ambayo uiwaze na wewe moyoni mwako. Nimekwambia kuna sheria mbili. Kuna sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu, alafu kuna sheria ya dhambi na mauti. Sasa nikupe changamoto. Sheria ya dhambi na mauti ina uwezo wa kutawala wapi? Kwa sababu nimeshakuonyesha ya roho wa uzima, manake ina uwezo wa kutawala mbinguni, ina uwezo wa kutawala duniani, ina uwezo wa kutawala mpaka kuzimu. Sasa sheria ya dhambi na mauti ina uwezo wa kutawala wapi? Manake hii ndio sheria inayotutesa duniani. Hii ndio sheria inayosababisha watu washindwe kufika viwango ambavyo Mungu amekusudia. Ndio sheria inayotutesa ya dhambi na mauti. Sasa ina uwezo wa kutawala wapi? Manake kwa jinsi ya kawaida tunajua shetani ni kazi ya mikono ya Mungu. Alikuwa ni kerubi ambaye Mungu alikuwa amemuumba ili aweze kufanya ibada kule mbinguni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba shetani ana uwezo wa kutawala, lakini hana uwezo wa kutawala mbinguni. Manake uwezo shetani alionao, ana uwezo wa kutawala duniani, lakini ana uwezo wa kutawala kuzimu. Kwa hiyo ukichukua sheria ya dhambi na mauti, manake yenyewe ina mipaka, lakini sheria ya roho uzima haina mipaka. Manake sheria ya roho uzima ina uwezo wa kutawala popote, lakini sheria ya dhambi na mauti haiwezi kutawala kila eneo. Manake ukichukua hii sheria ukasema naenda nayo ili uweze kutawala mbinguni, mbinguni inakutana na mfalme mkuu, inakutana na Mungu ambaye ana nguvu kuliko yeye, anakutana na sheria ambayo ina nguvu kuliko ya kwake. Kwa hiyo hata kama yenyewe ina nguvu ya kutawala, lakini ina mipaka. Sasa kitu gani ninachotaka uelewe? Inakuwaje sheria ambayo ina mipaka, ambayo kuna mahali haiwezi kutawala, kwa nini ikutawale? Manake lazima uingie wivu ndani yako wa kuweza kuona inawezekaje naje hii sheria initawale. Kwa sababu hivi vitu vipo. Kuna familia zimehalalisha hii sheria. Unasema kwa nini? Kwa sababu kuna familia kila mwaka lazima wafanye ibada. Unasema ibada za nini? Za kufanya maagano ya kuabudu miungu mingine. Sasa unapoabudu miungu mingine, manake unaipa nguvu hii sheria ya dhambi na mauti. Unasema kwa nini? Kwa sababu kila mwaka lazima uchinje. Manake ni kwamba unapochinja unaimarisha agano, bila kujua ya kwamba tayari yuko mwanakondoo ambaye alishachinjwa pale msalabani. Na kwa sababu alishachinjwa, Biblia inasema ya kwamba alichinjwa mara moja, aliingia patakatifu mara moja. Hatuhitaji damu nyingine ya mafahali ili kuweza kutafuta agano, kwa sababu tumeshapewa agano lililo bora. Manake kama tumepewa agano lililo bora, manake maisha yaliyopo katika hilo agano, hakuna agano lingine linaweza kukupa maisha mengine yaliyo bora kuliko agano la damu ya Yesu. Unasema kwa nini? Kwa sababu ya aina ya damu lililofanyia hiyo agano. Utatafuta duniani, utatafuta mbinguni, utatafuta kuzimu, hakuna damu iliyo bora kuliko damu ya Yesu. Ni kitu gani ninachotaka kukwambia? Manake unapofanya yale maagano, manake ni kama vile unaipa nguvu mauti kuweza kukusaidia. Manake mpaka mtu afe ndipo mtu apandishwe cheo, mpaka mtu afe ndipo familia iwe na amani. Sasa cheki, amani unayoipata, Biblia inazungumza ni amani inayotoka ulimwenguni, sio amani Kristo atoayo. Usije ukategemea ufanye maagano ya mauti alafu upate amani ya Kristo. Utapata amani, lakini amani ya ulimwengu. Sasa angalia, unapata mali, lakini cheki, ndani yako usifurahi. Unapata watoto, lakini angalia tabia walizonazo. Lakini Biblia inakwambia watoto wako watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa nyingi. Lakini cheki, ili neno alitokei kwako si kwa sababu Mungu hataki, lakini kwa sababu ya aina ya sheria inayotawala. Na kwa sababu tumeiwekea uhalali ya kwamba lazima iweze kutenda kazi, manake uwe na uhakika. Usipofanya, unashangaa mnapata adhabu. Ndio maana unashangaa kuna vijana ambao wanamaliza shule, wana degree, wamesoma, ni madokta, lakini cheki, unashangaa wanazurura huko vijiweni, hakuna kitu wanafanya. Kitu gani kinachosababisha? Kwa sababu ya aina ya miungu inayotawala kwenye familia. Na tunapambana, tunakuja kanisani, tunaomba, lakini cheki, tukishaomba kanisani, tukirudi na kule kwenye miungu tunatoa tena sadaka.
Biblia inazungumzaje kwenye kitabu cha Waamuzi? Walichagua miungu migeni, ndipo kulipokuwa na vita malangoni. Manake tunakuja madhabahuni kwa Mungu tunatoa sadaka, alafu tunaenda tena kule kwa miungu tunatoa sadaka. Sasa cheki kinachotokea, ile miungu inafanya vita ya kwamba nani ndiye mmiliki wa hii familia. Mungu aliye hai anasimama na miungu mingine inasimama. Sasa ile vita inayotokea, kitu kinachotokea, manake unashangaa kuna tabia zinainuka kwenye familia ambazo zilikuwa hazipo. Kitu gani kinachosababisha? Kwa sababu hakuna maamuzi ya kwamba ni nani aliyechaguliwa ambaye ni Mungu ambaye atatumikiwa kwenye hiyo familia. Na kwa sababu hakuna huo uchaguzi, ndio maana unashangaa aina ya maisha ya watu kwenye familia hayafiki viwango ambavyo Mungu alivyokusudia, kwa sababu ya aina ya uchaguzi uliochaguliwa. Lakini ukiamua ya kwamba sheria ya roho uzima ikutawale, manake uwe na uhakika kuna vitu utaanza kuviona kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe mfano mmoja wa kwenye Biblia. Namna hizi sheria zilivyokuwa zinatenda kazi. Nataka tuangalie mfano wa utendaji kazi wa sheria ya roho uzima na sheria ya dhambi na mauti. Ukiangalia kile kitabu cha Ayubu, ule mlango wa kwanza, Ayubu mlango wa kwanza, ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Ayubu ule mlango wa kwanza, ule mstari wa kwanza mpaka wa pili, alafu nitaruka nitasoma wa 4 mpaka wa 5, nitasoma wa 4 mpaka wa 10. Biblia inasema hivi, Ayubu mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili, alafu nitaruka nitasoma wa 4 mpaka wa 10. Biblia inasema hivi, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mstari wa 4, nao wanawe huenda kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Nao wakatuma na kuwaita maumbu wao 3 ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao awatakase. Kisha akaamka asubuhi na kusimama sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye alikwenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe ukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize vizuri, kuna kitu naweza ukapata kikakusaidia. Nimezungumza na wewe habari za Ayubu. Inaweza kutupa picha kuweza kuona sheria zote mbili zikiwa zinatenda kazi. Biblia inazungumza kwamba Ayubu alikuwa mcha Mungu na alikuwa akiepukana na uovu. Yaani Ayubu alikuwa mcha Mungu kiasi kwamba watoto wake wakienda kufanya karamu, yeye anaenda madhabahuni kutoa sadaka. Kwa nini? Kwa sababu anasema yumkini watoto wangu huko wanapoenda wanaweza wakamtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo maana yake tujaribu kuchukua sasa sheria ambayo familia ya Ayubu ilikuwa inatembea nayo, ilikuwa ni sheria
ya roho uzima. Unasema kwa nini? Kwa sababu Ayubu ilifikia hatua anaikataa dhambi mpaka anaifanyia tahadhari. Yani anafanya tahadhari. Si kwamba wakienda kule ana uhakika wanafanya dhambi, lakini anasema yumkini wakawaza mioyoni mwao na wakamkufuru Mungu. Kwa hiyo anaenda kutoa sadaka ili kufanyeje? Ili kuweza kuziba mwanya au kufunga mlango ambao unaweza ukafunguka kwa sababu ya kitu watoto wake ambacho wanaweza wakafanya uko walipo. Sasa angalia, shetani akawa anafanya patrol kwa Ayubu ili kuweza kupata nafasi ya kupita. Na tunajua automatically shetani, sheria anayoitumia kutenda kazi ni sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa sheria ambayo Ayubu alikuwa anatembea nayo, ilikuwa ni ngumu sana shetani kuweza kupata nafasi. Unasema kwa nini? Kwa sababu alishajaribu. Ndio maana anasema huyo ukumzingira kwa kingo pande zote. Hawezi kusema ya kwamba ukumzingira kwa kingo pande zote kama hakujaribu. Manake kuna namna fulani alijaribu akashindwa. Kuna namna fulani alitaka kupita akakutana ile sheria ya roho uzima, kiasi kwamba Ayubu ametembea nayo kwa uaminifu, kiasi kwamba shetani akitafuta mlango anakosa. Ndio maana akamwambia Mungu, umemzingira kwa kingo pande zote. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya aina ya sheria Ayubu alikuwa anatembea nayo. Sasa angalia, baada ya shetani kukosa mlango, ikabidi shetani aende kwa Mungu kufanya makubaliano. Na walipofanya makubaliano, manake sheria zikabadilika. Unasema kwa nini? Kwa sababu wakati Mungu alipomwambia ninakuruhusu uende, lakini usije ukagusa uhai wake, manake alikuwa hawezi kwenda kuanza kuachilia mauti bila ya sheria kwanza kubadilika. Manake sheria ilibadilika kwanza. Unasema kwa nini? Kwa sababu ghafla unashangaa Ayubu anaanza kuletewa matukio yaliyobeba mauti. Amekaa kidogo, anaambiwa watoto wako waliokuwa kwenye karamu, ghafla kuna upepo ulikuja ukaangukia ile nyumba, wote wakafa. Alafu anakuja tena mtu mwingine anasema wale ng'ombe zako na wale punda zako na ngamia zako, ghafla Wakushi na Washeba walikuja wakawachukua wote na wengine wamekufa. Kitu gani ninachotaka uweze kuelewa? Manake kabla sheria haijabadilika, wakati sheria ya roho uzima ilipokuwa inatenda kazi kwa Ayubu, manake shetani alikuwa anatafuta mlango wa kupita akakosa. Lakini sheria ilipobadilika, ndipo tunaona matukio ya mauti yanaanza kupita kwenye familia ya Ayubu. Kila akikaa unashangaa tukio linakuja, akisikiliza taarifa yake imebeba mauti. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna sheria ambayo tayari ilikuwa imebadilika. Ni kitu gani ninachotaka kukwambia? Ni matukio gani ambayo yanayokuja kwenye familia yako? Ni aina ya maisha ya namna gani unayoishi kwenye familia yako? Kwa sababu inawezekana una amani kwenye ndoa, lakini cheki, shetani amekamata uchumi wako kiasi kwamba hata kutafuta hela ya kulipa watoto ada ni shida. Yani ni kama vile Mungu amekupa jaribu la kusomesha hao watoto, lakini kumbe shetani amekuachia amani kwa jinsi ya kawaida, lakini amejaribu kupitisha kipengele kimoja. Manake anapambana na kipengele kimoja kwako, anapambana na uchumi tu peke yake. Manake vitu vingine sawa fanya, lakini kwenye swala linalohusu uchumi uendi mahali. Manake ile roho imepewa nguvu kwenye eneo la uchumi peke yake. Lakini ukiangalia kwenye eneo la afya hakuna shida, hakuna shida. Ni watoto ni wazima kabisa, lakini kuna mahali anapambana. Ni kitu gani ninachotaka uone? Manake kama kwa Ayubu, shetani alipata nafasi ya kupiga watoto wake, akapiga uchumi wake, akapiga afya yake. Manake uwe na uhakika, shetani alikuwa na uwezo wa kupiga tu watoto, alafu akasema ngoja tuache hii afya, ngoja tuache uchumi. Manake ninachotaka uweze kuona ni kwamba hii sheria ikitenda kazi, manake inapita kwenye engo tofauti tofauti. Unaweza ukawa unang'ang'ana kupeleka watoto shule za gharama, lakini cheki, unashangaa wakifika shuleni hakuna namna wanaweza kupiga hatua. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ile sheria inapambana nao, inawaambia hakuna namna mnaweza kwenda mahali. Babu yenu alishatukabidhi hii familia, alishatukabidhi huu ukoo, mnatakiwa kutusikiliza sisi.
Ninyi mmezaliwa juzi, mmeenda mmehubiriwa habari za Yesu tu, mnasema mmeokoka, mnaacha vitu ambavyo tulivifanya toka miaka iliyopita. Inakwambia hapa uendi mahali. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ya uhalali walionao katika ulimwengu wa roho. Kitu gani ninachotaka kukwambia? Manake kama Ayubu angeelewa ya kwamba mateso yote yanayopitia ni kwa sababu kuna sheria zilizobadilika katika ulimwengu wa roho, manake angeweza kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, ninabadilisha hizi sheria. Manake ile sheria ikibadilika na matukio yanabadilika. Unasema kwa nini? Kwa sababu sheria ilipobadilika tu ndipo tulipoanza kuona aina ya matukio yakianza kutokea. Ni kitu gani ninachotaka kukwambia? Mungu akukupa hao watoto waishio kwenye ulevi. Mungu akukupa hiyo ndoa ikutese. Mungu akukupa maisha ya mateso. Manake kuna namna fulani shetani amepata nafasi ya kupitisha sheria yake, na kwa sababu hujaelewa, manake kuna namna fulani, kuna maisha umeishi mpaka umeyakubali. Kuna familia nyingine zinapita kwenye magonjwa ya kurithi mpaka wanasema huu ni ugonjwa wetu. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu kuna mtu fulani alikufa kwenye hiyo familia, alafu kuna mwingine naye amekufa kwa ugonjwa huo huo, na mwingine amekufa kwa ugonjwa huo huo. Kwa kitu gani kimetokea? Manake wanakubali ya kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa wa familia yetu. Kitu gani kinachosababisha? Lakini ni kwa sababu ya aina ya sheria inayotenda kazi kwenye hiyo familia. Lakini kama familia ikikubali ya kwamba kuna kitu Yesu alifanya pale msalabani, alafu akasema imekwisha, manake aliposema imekwisha, manake uwe na uhakika kuna aina ya maisha ambayo Mungu anataka yaweze kubadilika. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka viweze kubadilika katika maisha yako. Manake pale unapoelewa ile nguvu ya msalaba ina uwezo wa kuingilia na kuweza kupambana na roho ambazo zinaweza kutenda kazi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu amenituma kwa neno la Bwana. Haijalishi ya kwamba kuna sheria ya dhambi na mauti inatenda kazi kwenye familia yako. Haijalishi ya kwamba kuna sheria ya dhambi na mauti imesababisha uchumi wako kuweza kutokufikia viwango ambavyo Mungu amekusudia. Haijalishi watoto wako hawajafika kwenye viwango ambavyo Mungu amekusudia. Kwa neno la Bwana katika wiki hii ya kwamba neno la msalaba kwa wanaoamini ni nguvu. Tutaitumia ile nguvu ya msalaba kuipitisha kwa watoto wetu, kuipitisha kwenye uchumi wetu. Haijalishi shetani amekaa hapo, ana damu iliyo bora kama damu ya Yesu. Tunaweza kumlipa akaachilia watoto wetu, tunaweza kumlipa akaachilia uchumi wetu. Haijalishi Mungu amekupa watoto, umefika muda wa kuolewa, hawajaolewa, tutaingia kwenye ulimwengu wa roho, tutadai nyakati zao, lazima ziweze kuachiliwa. Unasema kwa nini? Kwa sababu swala la kuoa na kuolewa ni swala la Bwana. Bwana ndiye aliyelianzisha, na kama ndiye aliyelianzisha, maana yake tutaenda kudai nyakati zao. Leo kama kuna watu hawajaoa, nataka nikutangazie wiki hii lazima waolewe katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sitangazi hivi kwa sababu natangaza kwa sababu najua nguvu iliyoko katika msalaba wa Yesu. Kama shetani alisarenda, akaamua kuachilia funguo ya mauti, akaamua kuachilia funguo ya kuzimu, lazima atasarenda. Ataachia nyakati za watoto wako, ataachia nyakati za mume wako, ataachia nyakati za uchumi wako. Kile kiwango ambacho Mungu amekusudia, ninataka nitangaze kwenye madhabahu hii, lazima uweze kukiishi hicho kiwango kwa jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Jaribu kufikiri, kuna viwango ambavyo Mungu amekusudia kwa ajili ya Ayubu, lakini mtu mmoja tu, shetani, anakuja eti kwa sababu ya hoja zake anataka kuzuia kitu ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yangu. Subutu kwa sababu ya kitu Yesu alichofanya pale msalabani. Nataka nikwambie, ukijua nguvu iliyoko msalabani, manake utangangana na Yesu. Utamwambia Yesu, haijalishi shetani amekuja kuomba hati ya kutaka kupigana na mimi, lakini ninachokijua kwa kutumia damu yako ya Waebrania 12:24 inaweza kunena mema. Ininene mema juu ya hati ambazo shetani anazoongea ili kupata uhalali juu yangu. Unapoachilia hiyo damu, manake ina uwezo wa kupita katika ulimwengu wa roho na kuweza kupambana na mashtaka yote ambayo shetani anayaleta katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utoke kwa jina la Yesu. Nakwambia wiki hii lazima utoke kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya,
lakini lazima ukubali kitu ambacho Yesu amekifanya pale msalabani. Maana unapokubali, ile nguvu inaanza kufanya kazi, na tutapata nafasi ya kuachilia toba ya familia, kwa sababu kuna mambo mengi yamefanyika sisi hatujui. Kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika sisi hatuelewi, na ndivyo vinavyosababisha tuishi maisha tulionayo. Mimi nakwambia hata kama kwenye familia kuna kichaa, mimi nakwambia kwa maombi ya toba akili zake zitarudi kwa jina la Yesu. Nakwambia kwa maombi ya toba akili zake zitarudi kwa jina la Yesu. Unasema kwa nini? Kwa sababu tunapoachilia toba, maana yake katika ulimwengu wa roho tunamwambia Mungu, hizi nyakati tulizonazo hatutaki. Tunataka nyakati za kuburudishwa. Tunataka maisha mengine ambayo ulitupa pale msalabani. Kuna viwango tunavyo lakini hatujavikubali. Tumejua kitu ambacho ulichofanya msalabani kwa ajili yetu. Tunajua maisha ambayo umekusudia kwa ajili yetu. Manake haya tulionayo ni kopi. Sisi hatutaki kopi, tunataka original. Na original manake ni kwamba ni kile ambacho Yesu alikifanya. Na kwa sababu alikifanya, manake ni haki yako. Biblia inasema alichukua hati za mashtaka akazigongomelea pale msalabani. Manake kama amezigongomelea pale msalabani, manake shetani akija kukushtaki kwa ajili ya maisha ya watoto wako, manake katika ulimwengu wa roho tayari mashtaka yako yalishachukuliwa. Alafu Yesu amesimama pale anasema, usimuulize huyu mama kwa ajili ya maisha yake, kwa sababu ameniamini mimi, manake mimi ndiye ninayesimama. Kwa hiyo usimuulize yeye, niulize mimi. Sasa akimuuliza Yesu anasema nimeshamlipia. Na kwa sababu nimeshamlipia, manake anatakiwa kutoka kwenye hii ngazi alionayo, anatakiwa kwenda ngazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano mmoja, alafu tuende tukaombe. Nikupe mfano mmoja tupate nafasi ya kuomba. Wasomaji wa Biblia wanamfahamu Petro. Wanamfahamu Petro. Petro alipewa kazi kubwa sana. Manake alipewa kazi ya kusimamia kanisa. Alafu Yesu akamuombea, akamwambia, nimekuombea imani yako ili itakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Manake kuna kitu ambacho Yesu alikuwa ameweka ndani ya Petro. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kwamba anajua kuna matunda ya kitu ninachokiweka ndani yake. Sasa angalia, Herode akainuka kufanya vita na watu wa kanisa. Akamkamata Yakobo, akamkamata na Petro. Yakobo baada ya kufa, alipoona Wayahudi wamefurahi, Biblia inasema akamkamata na Petro. Alipomkamata Petro, kanisa likasema hichi kitu hakiwezekani. Mara ya kwanza Yakobo amekamatwa, hatukufanya chochote. Ghafla Yakobo akauawa. Kwa hiyo Petro amekamatwa, lazima tufanye kitu. Biblia inasema wakachukuana, wakaenda kwenye nyumba, wakaanza kuomba. Walipoomba, Biblia inasema kanisa liliomba kwa bidii. Manake yale maombi, sasa sikiliza, yale maombi kitu yalichokuwa yanafanya, manake yalikuwa yanabadilisha sheria katika ulimwengu wa roho. Unasema kwa nini? Kwa sababu Petro na Yakobo walikamatwa kisheria. Unasema kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaonekana kama vile wameleta dini mpya ambayo ni kinyume na taratibu na sheria za Wayahudi. Kwa hiyo walikamatwa kwa mujibu wa sheria ya kwamba wanafanya machafuko, wanaleta kitu ambacho hakipo, ambacho kitavuruga taifa letu. Sasa angalia, kwa mujibu wa mfalme Herode, Yakobo na Petro walikuwa wanakosa. Manake kwa sheria za mfalme Herode walikuwa wanakosa. Lakini angalia, kanisa lilipoomba kwa bidii, manake ile sheria ya mbinguni inayotawala mbinguni, inayotawala duniani, inayotawala kuzimu, manake ikasimama pale. Ikasema Petro amehukumiwa kwa sababu gani? Wakasema amehukumiwa kwa sababu anafanya machafuko kulingana na injili anayohubiri. Kule mbinguni wakaangalia, wakasema hiyo injili anayohubiri ni injili gani? Wakaangalia, wakakuta ni injili ya Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo kwa sababu ni injili ya Yesu Kristo mwenyewe na ndani yake kuna hatima aliyopewa. Sasa angalia, mahakama ya mbinguni ikatoa oda ya kwamba Petro anatakiwa kutoka gerezani. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu
kimewekwa ndani yake, kinatakiwa kianze kufanya kazi. Manake Petro hatakiwi kukaa hapo. Lakini angalia, kitu gani kilichobadilisha sheria? Ni maombi ya kanisa. Nini ninachotaka kukwambia? Haijalishi kwenye familia yako kuna watu ambao tayari kuna mahali wamebanwa. Manake tunaweza tukatumia maombi kama njia mojawapo ambayo inaweza kutusaidia kubadilisha sheria. Unasema kwa nini? Kwa sababu malaika alipoenda kwa Petro, Biblia inasema vifungo vilifunguka. Akukata vifungo, vilifunguka. Kwa nini? Kwa sababu kuna oda ilitoka mbinguni ya kwamba huyu mtu anatakiwa kutoka. Kuna hatima inatakiwa kutoka, imefungwa hapa. Nini ninachotaka kukwambia? Haijalishi miungu imeshika hatima. Manake ni kwamba tunapoenda mbele za Bwana kuachilia toba, uwe na uhakika mahakama ya mbinguni inatangaza, inasema huyo mama anatakiwa kuachiliwa, huyo kijana anatakiwa kuachiliwa, huyo baba anatakiwa kuachiliwa. Na ikishatoka oda kutoka mbinguni, manake uwe na uhakika hakuna sheria inayoweza kuzuia. Unasema kwa nini? Kwa sababu hakuna sheria yenye nguvu kuliko sheria ya roho uzima. Manake tutaingia katika ulimwengu wa roho, tutaachilia sheria ya roho uzima kuweza kutoa watoto wako, kuweza kutoa ndoa yako, kuweza kutoa uchumi wako. Mahali popote ambapo uchumi wako umekamatwa, uwe na uhakika tutaachilia damu ya Yesu. Na damu ya Yesu ikipita, lazima malango yafunguke na watu watoke katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo wiki hii usifanye mchezo, usifanye mchezo. Ukipata nafasi shirikisha na wengine, karibu. Tutapata nafasi ya kuomba kweli kweli. Kwa hiyo kaa pia mkao wa kuomba, kwa sababu wewe ndio unaijua changamoto za nyumbani kwenu. Mimi sijui changamoto unazopitia, ila kwa msaada wa Roho Mtakatifu tukingangana hapa kwa pamoja, kama lile kanisa lilivyoomba kwa bidii, lazima nakwambia Petro atoke kwa jina la Yesu. Nakwambia lazima hatima yako iachiliwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako.